Hello my people, it's your boy Paul again. Maze, ukiniona unajua ni ngori. So guys, it has been a minute since we recorded Toyota story, the sex girl part 1. And today I got a hot story. Na leo niko back to the roots, pale ndani interior areas of Kisii County, Nyaribari Masaba place inaitwa Ramasha. People from Ramasha who are in the house, maze, musichare, leo story ni yenu. So guys, that area, I've been observing things and being inquisitive, lakini siulisangi sana. So guys, najua most of you mmedandia Nduthi or you have been on Bolt ya bike, and the motorbike guys are so hot mazee, wakiamua kukupea story lazima ishike kama mogoka. Si ya chapa though, story yenyewe ukuanga nice, na most of time hii story inakuanga true stories. It's either the personal experience yenye wamepitia or something that they have observed somewhere. So the stories are always cool, man. So today I got one. Though I'm trying to initiate, like I started a story, then Nduthi I had to tell the story. Unajua dawa ya moto ni moto, na ndio mtu akupea siri lazima umpea siri, si ndivyo? So guys, mimi nimekuwa Ramasha and I've been so inquisitive. Is that area in the interior? When you have area like majority of the people ukua male. In Nairobi tunajuanga most people wako huko ni madem. Like place mingi ukitembea, the population of girls is high than the population of men. But vice versa in this area of Ramasha. Like 80% ni men, 20% ni ladies. And guess what? Hata hawa 20% like they are not ni wamama na washosho. Like madem wadoa wako. So I have been so inquisitive. Nashangaa tuko area gani bana? So guys, tukiwa kwa Nduthi, tukichapa story like Nduthi guys seem nice, ni young man. Amenibeba mara kaa mbili. So today I had to ask. Nikamuuliza ban, unakaa, ilikuwa morning na alikuwa ameboeka. I was like, man, kwani kulikuwa na ngori ama mlikosana na wife? Tigae, kumbe nilikuza kidonda, man. The guy started narrating out the full story. Kaniambia, man, bibi mgani, mimi niko single. The guy seemed like 35 to 40. So it's someone mwenye ako na hiyo age ya marriage. But he's not married. So, nikamuuliza, what's wrong? Naona umeiva, umekaa mtu wa kuoa, like you are responsible, naona ni mtu unachituma. What is the problem? Mbona uchawa? So the guy had to tell me now the story, tell the story. First of all, I had to ask the another question before he started the story. Nikamwambia, by the way, nimenotice huko area, most boys, most men wanakula hoteli. What might be the problem? Hawachawa ama mabibi zao hawawapikiangi. So the guy told me, majority of men there are not married. And hata mademu wenyewe wako like eita mwenye alioa, eita bibi zao wameenda majuu, like wameenda Saudi, Arabian countries, Gulf countries. So that's the main problem yenye imefanya watu wengi hiyo area hawachaoa. So on his story he started narrating out the story what happened. So the guy told me at a time he was married. He got this girl. The girl came with a baby. Like so the game started 1-0. So demo alikuja na kid. The kid was like 1 year, like 1 year old. The guy didn't mind. He took them in, started taking care of the family, like he was now a family oriented person. So aliintroduce them kwa familia, wakaishi kwao, walikuwa wamepika kwao. Kwa Kisii kuna ile kuishi kwa wazazi na kuna ile kuishi kwako, like huyu unachipikianga kwako. So the guy yeye alikuwa elder brother kwa familia, so alikuwa amepika kwake. So wakaanza familia kwao. I don't know what happened ama nini it happened. But due to misfortune mtoto alianza get sick. In the process pia before hata mtoto akae sick, after some months after demo akakaa pregnant, so the guy was expecting another kid with the girl now.
So in the process ako kama 2 to 3 months pregnant, mtoto alianza kuwa msick. Na kwanza msick, mara ya kwanza wakamchukua hospitali, mtoto akakaa diagnosed malaria, mtoto akatibiwa, akakuwa poa, akakuja akarudi home. After a while, sasa by then huyu demu alikuwa amefika kama 7 months pregnant. So mtoto tena akakuwa msick. So jamaa akachukua mtoto hospitali, lakini mtoto akawekwa ward. So the mother had to go aenda kumlinda kwa ward, poa arudi home ashughulike kutafuta hela wamshughulikie kwa bills hospitali. Unfortunately the kid didn't make it. She passed. So in the process, si matanga sasa lazima ikuwe kwa kina boy. Mtoto ikafika mpaka time ya matanga. So ikifika time ya matanga, like always you have to invite the family members because hawakuwa wamefika that point yenye wameintroduce to both families, like mchama chachuana na wazazi wa kina dem nini what personal life ya kina dem sana. It has been time ndio sasa wanachituma waone maisha inawachukuaje. Yeah. So in the meantime, so during the funeral they had to invite every family members from both sides. So the girl was invited the parents from her side na wakuja na watu wengine. But up to the moment matanga imeanza, hiyo siku ya matanga, kuna before hata matanga yenyewe kulikuwa na kesha. So kesha, remember the lady is pregnant, so kesha mostly demu wako anatoka. Demu alikuwa anatoka kukesha juu unajua that moment ako vulnerable, kuna baridi nini, so demu alikuwa anabaki kwa nyumba. Boys lazima kesha na maboys wengine nje at least hawape company ndio wasiboeke kumrinda kukaa hapo peke yao. So in that time akiwa amekesha hakuwa na concentrate mambo mingi. So hiyo siku ya msiba wenyewe na mashishi, wageni walikuja, but guess what, from the ready side nobody came. No one came, not even the mother. Remember, si mbali sana, like ni press would you use like 300 at most. Na mind you, udem kumbuka mtoto amepass walikuja na yeye. So at any point hakuna reason yenye na justify the case scenario that wazazi wa demu hawange kuja completely ku attend, na si ati ni emergency. It has planned for like 2 weeks mpaka matanga amefika. So no one came from the daddy side. And there was no reason because they already invited them. So but the guy had no option. Lazima mashishi ingeendelea juu wezi ngoja. Kichichi pia ukuwa na program, lazima mashishi iendelee. So hiyo siku ya mashishi mtoto alishikwa vizuri. Na kisi time ya mashishi bado watu watakesha. The last night of hiyo ndio watu mostly ukesha before watu waanza kudepart kupotea. So hiyo siku kumbuka huyu mjamaa pia amechoka. Like he hasn't been sleeping for the last 2 weeks. Lazima angekesha. So pia amechoka, but lazima pia angekaa nje kidogo at least before amue kurudi completely kwa nyumba ache kurinda. So unlike other days, udemu alikuwa amezoea uboy akienda hapo nje maybe atakuja asubuhi kabisa late night, ile yenye after watu wengine wameenda ndio ataweza rudi bed. So hakutarajia boy angerudi. Nakumbuka wazazi wao demu hawakukam. So hiyo day huyo boy juu alikuwa amechoka, alifika kitu saa 4 hapa akaamua kurudi kwa nyumba. Akaamua aingia doors juu alikuwa amelemewa excess. Hata mabesho wake walimwambia mazee enda urare juu pia unafaa relax, urudi kazi, utafute pesa juu pia wewe ndio unachitumu ulishe familia. Here's what happened. So the guy was fenye demu mjamaa alikuwa anaingia kwa nyumba, akasikia demu ako kwa conversation. And on the other side of the phone ni mamake walikuwa wanaongea na yeye.
So mjamaa hakuingia na kielele, mlango ilikuwa, the door was open. Aliingia tu, hakupiga kelele, lights zilikuwa off, demo alikuwa bedroom. So mjamaa aliingia tu kwa nyumba. Unajua matanga, milango ifunguangi siku ya matanga. So mjamaa aliingia tu. Wacha asikia conversation iko kwa hiyo call. So on that time the guy walikuwa wanaongea na mamake, mbona mamaka hakuja matanga. Alafu ndio mamaka anamwambia, so mjamaa alisikia wakiongea kwa hiyo conversation. Mamaka akimwambia, unajua singekuja hiyo matanga you know what happened. Nini ya, so the full story was about how the kid died. Apparently kulikuwa na rituals on the side of the ladies, on the side of the lady. Wanaenda sijui ni kanisa gani, so they had a ritual, and the ritual was the main cause mtoto alishinda akisava that all time mpaka mtoto amepass. So mchama amesikia hiyo fenye wana discuss hiyo about that ritual, what happened, what went wrong, what nini. Fenye hata dem mamaka anamwambia immediate matanga inaisha, demu atoka ishie. So mchama alisikia hiyo story, ili mpis like, unajua tu hiyo story fenye umekaa sana, you have been taking care of this family tangu akuje na huyu kid, umelea huyu hao watu kama familia yako. You have spent everything, every penny kuketa for the medication of the kid hospitali. Then you come and realize history yote, ingori yote imeletwa na dem. Na mind you mtoto nini alikuja na yeye. So painful, man. So mjamaa alikaa pissed off. Alikasirika, aliingia bedroom kama amejam. Kila namuuliza what nimesikia nini, ama ni mimi tu nimechizi. Nimesikia nini? Demo akaanza nini, I'm sorry, nini, singekuambia mapema, but that's the truth, hiyo nini imehappen nini. So mjamaa anamuuliza, so hata bado ulikuwa umeplan kuenda, ni fenye nimepata hiyo story of hata ungeni surprise kuenda. So mjamaa akasirika, aka call off mpaka asubuhi. Hawakuongeleshana the whole night. Asubuhi akaamuka, akaeka dem meeting, kaita wazazi wake, kaita familia members. They had to arrange, akaambia udem aende completely, aende mpaka aende aite wazazi wake warudi. Up to the moment ni mwaka moja imeisha, demu hajairudi. Walimwachia kaburi ya mtoto hapo, demu hakuwairudi, hawajui story. Demu alienda akawa block, akasima, akachange number. She went completely underground. Na hiyo ndio story it happened for the guy. So the guy is unmarried because of all that story, man. Huku nje, man, vitu haziko poa. Story mingi ziko. Usionage watu wamespy hivyo nafikiria, like, get to reason what they have in their heart. Get to have the real story. What happens and when and where. Mambo ni mbaya. Weka mawe, man. So that is the right story from Ramasha, the back side of the end side of Kisii Nyaribari Masaba. Catch me if you can on the next episode of Bedtime Stories. Sanganyi.